mwenzetu ambaye kwa majina ataanza na majina yake. Anza na majina yako tafadhali. Mimi kwa majina naitwa Chairman. Yeah. Chairman, tunasema kwamba Ruto ni 2 term. Wewe unasemaje kwa hilo jambo? Kwa hivyo, ukisema ni 2 term, itategemea vile atafanya kazi. Yeah. Na huenda rais ana agenda yake kuwa kwamba Kenya itaenda kwa dika kiwango cha Singapore, unaonaje? Mimi kwa Singapore, kwa sasa bado sioni. Maana mahali bado tuko, kila mtu anataka tu mfuko yake. Na uchumi wa sasa uko namna gani? Uchumi wa sasa imedorora kusema kweli. Yeah. Na rais anasema kwamba mbolea ilikuwa gunia 6,000, sasa hii amepunguza hadi 2,500. Unaona aje kwa hili? Kwa hiyo naona alikuwa na mpango fiche. Mpango fiche, unaposema mpango fiche unajaribu kumaanisha nini tafadhali? Maana watu wanalalamika kwamba hiyo si mbolea tena, ni mawe. Na wewe kama kijana una lengo gani katika ama una malengo gani kwa hii serikali? Kwa hii serikali? Mimi maoni niko nayo. Ni ile tu wa provide opportunities za kazi, ndio vijana wapate kazi. Hiyo tu. Unajaribu kumaanisha kazi kama gani tafadhali? Huenda rais anaweza kuchanganyikiwa. Kazi, nikisema kazi, kampuni zikifunguliwa, mavijana hao watapata mahali pa kuajiriwa. Yeah. Okay, swali lingine ni watu wanasema chama cha UDA ndicho chama chenye maarufu mingi nchini Kenya. Wewe unaonaje? Kwa sasa hii tunaweza sema ni hivyo. Juu ile chama ingine ni kama watu hawako pamoja tena. Okay. Yeah. Na kati ya Rais William Ruto na Kalonzo Musyoka, unaweza sema hapo kuko namna gani? Kalonzo na Ruto. Kwa sababu mimi naye kazi ya Ruto nimeyaona. Lakini Kalonzo sijaiona kazi yake. So naweza sema kwa sasa naweza sema President William Ruto ako mbele kidogo. Asante. Ni hayo tu ambapo tulikuwa tunahoji mpenzi mtazamaji mwenzetu ambaye alikuwa anajaribu kutuambia kwamba serikali inajitahidi. Huenda muhula ujao rais akapata umaarufu zaidi na kazi yake. Asanteni sana kwako studio.